Some Matthew chapter 10 verse 1. Matthew chapter 10 verse 1. Ikiwa na Biblia ya Kiswahili unaweza ukasoma ili tuelekezane. Inasema akawaita wanafunzi wake 12. Nani aliwaita? Yesu aliwaita wanafunzi wale wake 12. Yaani zaidi ya mmoja ni kama jamii, si ndio? Zaidi ya mtu mmoja, kikundi zaidi ya mtu mmoja ni kama jamii, iko pamoja, inaelekeza jambo fulani. Alafu baada ya kuwaita wanafunzi wake 12, huyo ni Yesu akasemaje? Akawapa amri. Nataka usikie neno la kwanza kwa jamii ya Yesu. Akawapa amri ya kufanya nini? Akawapa amri juu ya mapepo wachafu. Wawatoe mapepo zote machafu. Na kupoza magonjwa yote. Na udhaifu wa kila aina. Mambo yale yanafuatana na kuitwa kwake wanafunzi ama kuitwa kwao wanafunzi. Na Yesu kulikuwa na jambo, kwa hiyo kikundi Mungu alikuwa anataka wape kila mmoja ama wote kazi ya kufanya kama jamii. Alipowaita, sijui kama walikuwa wameketi vile mmeketi ama walikuwa wanasimama ama walikuwa wanatembea. Sasa ni yeye kujua nini ilikuwa kati ya wanafunzi wote 12 na mwenye kuwaita kulikuwa na shughuli, kulikuwa na jambo fulani. Hawakuitwa bila jambo. Basi sikiza jambo la linalofuata. Kitu cha kwanza aliwapa amri. Yaani aliwapa uwezo. Aliwapa jukumu hao wanafunzi wake. Na hao mmoja wao wanafunzi, ukiwa kikundi ya wanafunzi siku ya leo, pokea kitu fulani kutoka kwa mwalimu ambaye Yesu. Kwa sababu wewe ni mmoja wa wale wanafunzi 12. Mungu amekupa wewe nani amri, uwezo, nguvu za kufukuza mapepo chafu. Yaani mshiriki yoyote kama jamii ya Mungu umepewa uwezo, umepewa jukumu, hata kuomba, hata kufanya nini, hata kuwa mwaminifu wa kufukuza nini? Jambo la kwanza, pepo chafu. Jambo la pili, aliwapa kuponyesha magonjwa yote. Na haya magonjwa yote yalikuwa kati ya watoto ama watu wote walikuwa duniani. Uwezo wa kufukuza mapepo na kuponya magonjwa yote kwa dunia. Hilo ndio jambo lingine aliwaitia wanafunzi wake 12. Na tena jambo lingine na kuondoa udhaifu wote. Yaani kama wewe na mimi una udhaifu fulani na kutofanya kazi yake Mungu, ili ambaye uliyejua na Mungu ulipewa amri. Hebu tutafakari na usikie. Wewe ulipewa na jukumu. Je, jukumu ama huo uwezo, hiyo amri unaitumia kama mmoja wa wanafunzi wake Yesu? Lengo letu la Biblia siku ya leo ambayo inafuatana na hiyo fungu ni swali. Alafu Biblia inaleta jawabu. Na wewe pia unaweza kuwa na jawabu. Kwa hiyo mada kuu yetu ya leo ni swali, na hiyo mada yetu inauliza hivi: je, una nini? Wewe una nini kama mmoja wa wanafunzi wale 12? Je, una nini? Ni swali. Alafu Mwingereza naye akasema, what do you have? What do you have? What do you have? Ukiwa mwanafunzi wake Yesu, umepewa amri, umepewa jukumu ya kufanya hayo yote Biblia kukusimulia. Je, wewe una nini? What do you have? Kama Mkristo, what do
biliwafu. Je, una nini? Mkiobata ndio wanafunzi. Je, una nini? Unaua uwezo. Umechukua hiyo amri kuitekelezea kazi katika dunia sasa. Je, una nini? Mbona watu wanaenda kuombewa mahali? Mbona watu hasa wengine wa Kiadventista wanaenda kwa maombi kuombewa? Wanachukua kuku, wanachukua mkate, wanachukua maziwa, wanachukua ndizi, wanachukua pesa, wanaenda kuombewa. Sisi you don't have anything kama Mkristo. Wewe huna jukumu ili upewe. What do you have? Mkiwa ndani ya Mkristo wangu. What do you have? Mkiwa ndani sawa, ndani ya simu ndio hauna nguvu sababu mtakatifu sababu ulikuwa umeitwa na Mungu akakupokezea hiyo nguvu. Ndio naenda kuombewa, maombi yananunuliwa fedha, maombi yananunuliwa kuku, maombi yananunuliwa ndizi. What do you have? Kama Mkristo mwanalista, kwa nyakati hizi, what do you have? Ndio Bwana. Bwana timu yetu. Bwana libangeni. Bwana chiko posito kwa tunakienda na kuliama sawa. Asiwakubali kuti pasipo wewe kama Mkristo wa sasa. Hivi what do you have? Je, una nini wewe? Miaka ambao umeishi kanisani, ukiwa Mkristo tangu ubatizo, yaani hauna roho. Hauna nguvu sasa Roho Mtakatifu ili nao naweza ukaomba ili uponye magonjwa yote na udhaifu wote ulio ndani ya dunia hii. God has nothing. Yaani wewe una kitu. Bora wewe ni marafiki na una kitu. What do you have? Je, una nini wewe? Ndio maana hiki what do you have? You have something? You have anything? God has anything. Kwa nini wewe Mkristo na una kitu? Kwa nini? Mbona usi kanisani miaka nyingi na utapokea nguvu za kufukuza mapepo machafu? Pepo chafu zimeinuka duniani. Pepo chafu zimejaa duniani. Inahitaji wale ambao wamepewa amri. Na mwalimu ambaye Yesu ili wasitumie katika dunia imejawa na pepo chafu. Na kama una nguvu hizo, basi utakuwa mmoja ambao umeingiwa na pepo chafu na utaenda kununua maombi. Kwa sababu kama Mkristo wa sasa, kama Mkristo wa nyakati, have something na wewe. Kuwa na kitu, kuwa na nguvu, kuwa na kasi ya kufanyia Mungu kwa sababu umeitwa kwa hiyo kazi. What do you have? You have something. Ndio baadaye. Hebu tuone basi. Hao wanafunzi 12 kama waliitwa walitekeleza jukumu ambalo walipewa na Mungu kama jamii yake Mungu hawakutekeleza. Na wewe je, wewe utakaa kama utekeleza ama utakuwa mmoja wao ambao utatekeleza jukumu ambalo umepewa na Mungu ama huna kitu? What do you have? Acts chapter 3 verse 1. Matendo ya Mtume sura ya 3 hasa kusoma mstari wa kwanza. Yesu ili tupate ya kwamba wale wanafunzi 12 walitekeleza jukumu na amri zile walipewa ama hawakutekeleza. Na kama walitekeleza, je, wewe na mimi, wewe ni mwanafunzi wake Yesu ama wewe sio mwanafunzi wake Yesu? Tulihesabu miaka na miezi na siku kukaa kanisani. Kama wewe you have something really what? You have something kuelekeza dunia. Dunia inapoyumbayumba, dunia imejawa na pepo chafu. Inahitaji wewe kama Mkristo, inahitaji wewe kama mwanafunzi wake Yesu ambaye alipokelewa amri na uwezo. Je, unatekeleza hiyo uwezo ama amri ama utatekeleza? Ama wewe unaanza kuna Yesu mka kukula ndio ile tarajia kama sio ya basi kwa tunasema unaonaje dunia ni kujilembeza tu dunia sasa. Don't sleep, wake up spiritually. This is not the time to sleep, manze. Wake up, be awake, because dunia hii ukilala kama Mkristo hatutatekeleza jukumu lile
kama mmoja alisema msidai. Ati nimeona matangazo, nikasikia matangazo kama hukupokea hiyo timu yule mama alisema. Yule mama yuko wapi? Tu alisema kwa akasema alisikia kitu. Ulisikia nini mama? Hebu tekeleza soma kikwambia. Sikiza. Uliona nini kwa timu mama? Kama tu mama tatu. Ulisikia kutoka Ukraine wakisema kwa hivyo dunia wakifu wasidai, si ndio? Yale yanatokeseka dunia sasa, yale yanajibuka dunia na sasa, kama mkisambaa maandiko yanakufunza nini? Uwe na jambo, uwe na kazi, uwe na neno la kufanya, ama uwe na maelekezo yanahitaji uelekeze dunia mahali unatakiwa kuelekea. Ndio mambo kama mafunzo baya na kati na maisha understand yourself why. Kijua kama ni Mkristo wa ndani, sio kujua Mkristo wa sawa suneka sawa. No. Wewe unajua ya kwamba suneka sawa inakuhitaji kutekeleza jukumu kama mwanafunzi. Kutoka suneka sawa kanisani, wewe dunia nzima uelekeze dunia nenda kwa tafuta pepo chafu. Dunia inakuhitaji kama mwanafunzi. Hebu soma hiyo fungu tusikie kwamba wale wanafunzi walitekeleza jukumu kila mmoja wao. Acts chapter 3 verse 1. Inasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja. Sikiza sasa. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Walikuwa wengi zaidi ya mmoja kama jamii ya nani? Ya Mungu. Na wanatekeleza jukumu ile walipokelewa na Mungu kama kazi walipewa, kwa sababu waliitwa kwa hiyo kazi. Je, walifanya? Alafu wakikwea kwenda hekaluni. Saa ya kusali saa ngapi? Saa 9. Bila tulikuja hapa leo. Saa ya kuomba, saa ya kusali, saa ya kuabudu Mungu, na vile mipango mingine ya kanisa wakati wa maombi ya saa 10 na saa 12. Si mnakuja? Wengine wanaanza saa 11 ya asubuhi, saa 11 ya jioni, vile kanisa uwezo lao, lakini walikuja kwa masaa ya kusali, yani masaa ya kuomba. Vile tulikuja leo kuomba nani? Mungu. Hawa Yohana na Petro walikuwa wanaenda kanisani kusali, saa ya kusali saa 9. Alafu na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa basi, na kulikuwa na mtu mmoja. Sasa hii ni jamii, na huyo alisaliwa na nani? Na sasa pia kujua kwamba tuko kipindi cha jamii kuanzia hapo jioni. Sasa huyo jamaa alikuwa amesaliwa tangu utotoni na wazazi wake akiwa kiwete. Sasa kiwete alikaendelea, alichukuliwa na watu. Alikuwa anachukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa watu walikuwa kumweka kila siku katika mlango ambao unaingia kanisani. Ndio uitwa mzuri. Huo mlango uitwa mzuri kwa sababu mlango ambao unaingia kanisani ni kabla yake nani? Mungu. Huyo ndio Mungu ambaye sio na wasasi. Katika kipindi cha jamii kuna viwete duniani na wengine wasasi wanayo. Tunayo. Wengine wanaona haibu kupata fedha. Wengine wanafiki. Yaani kuna mtoto anaweza kusipo katika jamii, yaani haonekane hastahili kupatikana katika jamii. Mna habari tu. Watoto mna habari ya kwamba kuna viwete ambao vinapatikana katika jamii na wazazi wengine hawataki. Wanafungia mahali kama kondoo. Mna habari? Yaani anawaletea ile sababu jamii inajiweza. Ni jamii inaonekana ni jamii ambao haitakikana kupata mkono kiwete. Kuna wengine wanaona aibu kwa watu kueleze. Ndio kiwete kuna sababu Mungu alikupatia ili ujue Mungu ama utekeleze kitu fulani kutoka kwa hiyo kiwete. Ama utimize kitu fulani. Mungu anataka ukumbuke. Kwani nani ulikuwa unataka nani apewe kiwete? Kuliko wewe ama kuliko mimi? Ulikuwa unataka nani? Masikini, yule hana kitu. Chokora. Sikina watoto pia wako chokora.
yao ndani ya hekalu. Kazi yake kiwete bila wanawake pale. Kazi yake ni kuomba sadaka ama fedha kwa wale walikuwa wameingia kanisani ili wampe naye aendelee kujimudu naye kimaisha, kwa sababu hajiwezi. Na wale ambao wanaweza kumpatia wale waliao kanisani au sio kiwete, wanao kitu wanaweza kumpatia. Angalau naye anasema anaweza kama mtoto wa watu. Basi cheki maandiko Bwana. Lakini sometimes sisi kama mnasoma mafungu kama haya. Alafu mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakifanya huyu kiwete tangu kuzaliwa kwake aliwaona Petro na Yohana wakiingia kanisani, na yeye amewekwa pale nje kwa mlango, akawakasia macho, akawaangalia sana, akidai ya kwamba atapewa kitu ya kusimamia maisha kila siku. Alafu mazee aliomba apewe sadaka. Aliomba apewe nini? Sadaka. Je, hao waingiao kanisani kuliko kiwete walikuwa na sadaka ama walikuwa na kitu cha kumpatia ama walikuwa na kitu kingine? Ndio swali langu nikaja, what do you have? Kiwete kwa nini? Ndio fanya nini? Kiwete waweka hivi tena kule sio. What do you have? Una nini? Basi hebu tusikie Petro na Yohana walikuwa na nini? Fedha. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akazia macho sana huyo kiwete, akasema, Petro akasema kwa hiyo kiwete, tutazame sisi. Wewe kiwete, tutazame sisi, kwa sababu sisi tumepewa amri na nguvu fulani ya kutekeleza. Wewe kiwete, tuangalie sisi. Alafu akawaangalia akitaraji kupata kitu. Na hiyo kiwete akawaangalia akawakasia macho, akitarajia na kudai ya kwamba atapata kitu kutoka Petro na Yohana ama wanafunzi wa Yesu. Wewe na mimi. Alafu lakini Petro akasema kwa hiyo kiwete, mimi sina fedha. Mimi kama mwanafunzi wake Yesu sina fedha wala dhahabu. Lakini nilicho nacho. Lakini wewe kiwete, sikiliza nini? Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Ndicho nitakupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Akampa sasa nini? Sikiza hapo ndio leo labda nimesingia hapo. Lakini sina fedha ama dhahabu. Kile ninacho mimi wewe kiwete, ndipo nitakapokupatia kama ndicho nitakupa. Sasa alafu akapewa nini? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama wewe kiwete uende. Asimama ama kusimama? Asante. Mstari wa 7. Akamshika mkono wa kuume. Akamshika yule kiwete mkono wa kuume. Akamuinua juu, kwa sababu kiwete alikuwa bado hasimame, alikuwa ni mtu anataka. Lakini wakati alipewa Yesu, wakati alipokea Yesu, Petro ama Yohana akanyosha mkono kwenye kiwete, akamshika, akamuinua juu, akamwelekeza, simama, fanya nini? Wewe kwa jina la nani? La Yesu. Kuliko pesa au mali au dhahabu. Alafu kiwete akafanya nini? Maana nyayo zake na vifundo vya miguu yake. Pia sasa nisikie vizuri. Maana nyayo zake na vifundo vya miguu yake. Vifundo vyake vya miguu yake. Ndio vya amekia vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi akasimama. Kiwete alikuwa haondoki, alikuwa atembei. Wakati alipokea Yesu, akanyosha miguu yake yote. Sasa akawa sio kiwete tena, akasimama, akaanza kufanya nini? Akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu. Kutembea. Sasa akaingia ndani ya hekalu pamoja na akienda akirukaruka na kumsifu. Sasa ningepanda hii mic Bwana ya wireless, akafanya nini? Akarukaruka. Yesu ni mzuri, Yesu ni mwema. Miguu yangu
Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu. Watu walikuwa wanaona akiketi pale nje nyakati na miaka, wakati alipokea Yesu akaingia hekaluni. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu. Sasa watu wote walipomuona yule kiwete ameingia hekaluni, wakasema, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye yule, na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakamtambua kweli yule kiwete alikuwa anaweka pale kwenye mlango mzuri wa kanisani, alikuwa atembei, alikuwa na furaha, alikuwa anapokea fedha, alikuwa anapokea damu, lakini wakati alipopokea Yesu anaruka na msifu nani? Yeye. Unakuingia wapi? Kanisani. Je, na nini? Hapo sasa wakajaa mshangao, wakawa na mshangao, wakastaajabia mambo yale aliyompata kupitia kwa jina la nani? Yesu. Asante. What do you have? Mkristo umebatizwa, kama ubatisi una miezi kanisani, una miaka kanisani, una siku nyingi kanisani. Je, nini ya kuonyesha kiwete? What do you have, mzee? Elder, what do you have? Deaconesses, what do you have? Deacons, what do you have? Christians, what do we have? We should have something. They want. Hata dunia nzima tunamoishi, dunia ya sasa ni kiwete, tomato ni kiwete. Inahitaji jina la nani? Yesu. Watapataje jina pasipo wewe, pasipo mimi, pasipo mwingine? Mbona hauna kitu? What do you have? You are that place. What do you have? Kijana wa kike, wa kiume, wazee, wa mama, watu wote wa Kristo kanisani, what do you have? Je, vile mama Matara aliposema, ukasikia haya. Sasa wewe kama Mkristo unahitajika kuwa na nini ili uelekeze dunia inapoenda kombo. Niende kawa na shetani. Madarasa ambao amefanikiwa kusoma maandiko, ambao amefanikiwa kujua maandiko, madarasa ambao amepewa jukumu la kujua atakati anamoishi yeye na Isa, wewe unaangalia na macho. You have something. You should have something. Take the one. So don't sleep. Isitike kwa basumugiti. Isitike kama kiswa baba mugiti. Kwa kiswa hapo tayari sisi kwa koyo. Because wewe serikali ya nani? Kalau ini ada orang bilang dengan apa? Mana jadi kaca itu dia kawana. Jika ada orang tahu wani mfumo. Dan nisoma hiyo siku wakanichapa jauyo nani? Kwa matabao ya Mungu sita huko. Unaweza ukasikia. Kwa nini mnanichapa haki wasije? Tulikuwa watu sita peke yake, watu sita kanisani. Tarehe 28 mwezi wa pili Mungu wetu. Nikachapa jauyo kwa jina la Yesu. Niwaambia bakali kutembea kwa matabao. Nipeleke hapo nje mnichana kitu unapopenda. Wewe na maso yote ndio wako. Dada kanipeleka sadaka, sina sadaka hapa. Sina sadaka. Leki sadaka. Ukija kufanya nini sadaka? Nimekuja kuomba hata mimi niombea kwa mambo ya serikali ni nini? Wewe ukija ukakuta sadaka leka sadaka. Sina sadaka. Nikasikia sasa hizi ndio zinaingia. Nikanyamaza sasa nikakuwa na usikia wa kufikiri ya kwamba nimaliza kwa sababu sina sadaka. Yule anamstaki kama mfungwa kanisa ni mwenye hata Mungu sio fikari. Ni chapa. Ninakuambia ni chapa. Kwa jina la Yesu. Na hiyo fungo liko hapa. Soma Mathayo 10:16 unaweza kupata fungo hapa. Sasa unachapa kwa nini? Kama mfungwa kanisa kwani nilikuwa na mambo nilikuwa naenda nini? Siku hiyo nilitokea kanisani. Siku hiyo
kanisa la Mungu. Baadaye akaniambia, mzee, korona iko mbaya, dunia iko mbaya. Sasa kitu utakachofanya wewe ni mzee wa kanisa, hapa ni kanisa unafanya koza, hebu usiye kanisa kimbia nyumbani, ungefanya hivi. Akiwa ananiambia sasa korona itaisha kwa sababu ya kuchapa nyangu. Mpaka sasa hivi ni masimu. Bado ndio tunani wa Kristo wanakuambia tuko vitani, na kama ungalala don't sleep, please don't sleep, wake up spiritually. Don't sleep, why are you sleeping? Na unajua maana watu wanafikiri kitambo kwa jina la Yesu hakuna shida. Kuna shida. Chapa yangu na ile Mungu alikuwa nayo ile Mungu. Silamu moja yaunyo namba. Sile filo mbili moja hapa ngine. Ngakaniki. Tangu wakatuo korona bado. Bado korona inafukuza na pingo na nyaunyo na bunduki. Wakristo mnafikiria korona inafukuza na bunduki na nyaunyo na rungu. Inafukuza na nini? Na mambo kwa ajili ya amani na Yesu sasa. Basi nataka mwalimu bado naomba kwa bado na ubiri. Ndio naomba wazee waliotea vitu na vitu vingine. Kama nikumbatia kifo bilala kama mtumishi wake wa Mungu ni nani? Yesu. Watu wanafuata Kristo wakati huu. Wana msingi kwa Yesu na elimu. Mimi Meisa, ebona nafasi bila wanawake wengine sio wewe wengine. Na watoto wako wale wanafanyia wanatembea kwa unyama. Na wewe bado una Yesu. Na wewe unajua Moses na stahili kufanywa lakini wakati kisifani. Utaelekeza kisasi hiki wapi? Hata watoto wako, hata wao, hata bibi yako, hata mtu mwingine. Achana. Mwambie mzee, we are business. Kama nafikiri leo analala kama mkifikirie dunia tala. Wewe mkifikiria unafikiri dunia tala. Dunia watu wanatembea bila huku. Usiangalie. Don't look at me. You are business. If you are fraud, wana kitu ya kufanya, usinikoroe maji. Na wanatembea, wanaenda. Haibu na Mungu hakuna leo, hakuna maelekezo. Vile watu wake Mungu wanastahili kufuatia wakati wa Mungu analeta mradi, lakini hawataki maelekezo yake nani? Mungu. Hata kanisa hata Wakristo tumeogopa kuna kabisa kisasi hiki kwa sababu na sisi tunajifanyia sisi watu wanafanya nini? Wazee cheki maandiko sawa sawa. Na tusilipe. Kile kiwete kipewa Yesu. Nayo sasa kanoka. Sote akaruka akafurahi Yesu akasifu nani? Mungu. Niende. Wacha kiwete kinalala hapa tao. Na wengine wanakimbia kiwete kupata fedha. Kama hamna hapa. Na ndio kama tukale hapa ile ile asabe ile mfutwe kusabana ale kama sunaka ale kama aina ale kama makarana ale kama ini mara wabasa kwa sababu kwa bahira katika Mungu hauna habari basi unaona watu wanafanya wengine kwa utajiri kwa watu hauna habari hatuogopi sisi kusema sababu sisi ni serikali ya nani? Ya Mungu. Wewe unaogopa kifo na Mungu anasema kifo ni kulala. Usiseme ukweli na wafisho na kifo mkubwa. Walitumia Mungu ukasema sika huyo. Ukasimama. Wanapiga mimi mziki ngerani vizuri. Ngoja maneno ya Yesu. Kila watu wata akisimulia ni jibu. Siku ufie simuwe kama wasimpie sasa. Ilikuwa kazi yako. Hiyo ni kama asiara fahamu waandike ya kwamba pia amepigwa risasi kwa sababu alifungua kanisa la nani? La Mungu. Sio la serikali. Hiyo ni kama asiara amepigwa risasi lakini wakaoka nani? Kasaka siku ya Jumapili. Mimi sio wa kanisa la Kanisa sio sadaka. Sasa nimetoa wapi? Sijui kama wanabali ambao wazee hawapokei sadaka kanisani, sijui kama wanabali. Na wananitangaza ni sadaka gani? Ilikuwa Yesu. Sijui kama wataokoka ama Mungu atawalipa nini. Sitaki kujua. Watapokea Yesu. Soma
kusoma kumaliza. Yes. Ephesians chapter 5 verse 14, moja fungu kwa sana. Colossians chapter 1 verse 13, ili tufikishe mahubiri kwa wakati ambao unafaa, ile muda nimepewa, tufupishe tupate nafasi ya kuletea baada ya mkuu. Masee pokea kitu. Have something na wewe. Have something. Usikae bila kuwa na kitu. Masee unaelekeshwa ni Monto sleep. Kwa sababu watu wanajaikina mabega kwa wale watu kifika salama. Inasema amka wewe usinziaye. Amka wewe mwanafunzi wa Yesu usinziaye. Ufufuke katika wafu. Ufufuke katika wafu wa kiroho. Na Kristo atakuangaza. Kristo atakuangaza mwanga wa Injili na utapata mwanga wa kuelekeza dunia. Don't sleep as a kama ndio. Ndio kusoma. Soma kisi na kisa. Na Mwingereza leo soma ili Biblia sifanye kazi na wao wote. Soma. Soma Kiingereza kama kisi. Umesoma Kiswahili na sasa. Sawa. Na sisi kuweka. Kama maandiko kwa Wakolosai moja na kwamba mtoto akasoma kama sema kwa haya. Okay. La Biblia ni hiyo. Hamna Biblia basi hata vijana mtasoma. Halo. Sama Biblia kwa Qur'ani. Hamna Biblia mazee mbona unacheka maandiko? Hamcheka maandiko sio kwa unacheka mapesa. Sasa tunasema yale. Sasa leo mazee. Hadi sasa. Sasa leo mazee nitakiki nikapesa nikapoa. Hao ni watu nani mazee? Na hao tunai. Tunatesha sana. Halo, utawahi kusikia naangalia kuna watu. Au yeye kusikia mazesi sisi andika kusindi. Sasa mtasindi, sio maandiko wote kutia mapesa mazesi. Sio maandiko sio pesa na ndani. Utacheki mapesa mpaka lina Mungu waje. Soma kikisi mazesi, sio maandiko sio pesa na ndani. Soma kikisi madam. Therefore, it says, wake, sleep, and arise from the dead spiritually, and Christ shall give light. Ili wapase dunia kuwa na mwanga wa nani? Yesu. Kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa nani? Yes, don't sleep, wake up spiritually. Usilale. Sababu dunia inahitaji watu wainuao macho, sababu dunia inaendelea kusimia, inahitaji wanafunzi, inahitaji Wakristo, inahitaji Waadventista wasomao maandiko sawa sawa, Waadventista wanaelewa wakati wanamoishi na wanakijua wao ni nani. Understand yourself, who are you as a Christian. Pokea mwanga wako Yesu, angaza dunia. Msina ipate leo. Nimefika kabisa wangu mama, nimefika kabisa wa Kristo, silale. Silale. Ndio soma maandiko sana. Israeli watu wanapenda, watu wanajiweka kitasi, watu wanajua hawana mwelekeo, wamama wanajinyonga, wazee wanajinyonga, vijana wa kike wa kiume wanajinyonga, wanajitia kinyanzi. Basi wanakuja sumu, wanafanya wanakunywa madawa ili wajue wametoka na mwizi. Na wewe je, unaamini wa kuelekeza vijana wa kisasa hiki? Wewe kunywa. Very good.
because the world is now sleeping. Amusa dunia na neno. Sababu kwenye Yesu kufikia kwa maandiko ili tuchenge kanisa, tuchenge nyoyo za watu, waje kanisani warukaruke wajae hata mzunguke sababu siku nyingine sababu kanisa is very smart. When I was smart. Hello? Yes. You see the kanisa smart while we are sleeping. No, wake up. Are you ready? Yes. That's what we are doing. Ninakwambia ukweli, itafika wakati pengine tutakuwa na gani hapa ya kanisani, inafika wakati atatolewa, itaforce, itakuwa wakati lazimishwa usikae ndani, nenda kupigia leo watu wanalala pale, watu wako viwete ya maneno mingi, viwete ni nyingi, viwete wakupokea neno lake Yesu. Na wewe unahitajika kuenda kufufua viwete, wacha ndani ya kanisa ili wakipata Yesu wafurahi, wamtabuke na kumsifu nani? Mungu. Ama unataka nini na wewe kwenda kumpeleka? Mimi nimekuwa kiwete, amusa dunia. What you have, don't sleep, have something. Marisa. Russia is the one for the now, this is my time to buy that. Wakolosai 1:28. Yeah. Biblia inasema ambaye sisi, Wakolosai 1:28. Yeah. Ambaye sisi tunamhubiri habari zake. Ambaye sisi huyo Yesu tunamhubiri habari zake. Habari zake nani? Yesu kama wanafunzi wa nani? Wake Yesu ambaye sisi Wakristo ambao tunaelewa nyakati, Wakristo ambao wanajielewa, ambaye Yesu huyo Yesu watu wanahitaji kupokea Yesu. Ya kwamba na mimi ambaye tunamhubiri. Tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu neno la wokovu katika hekima yote, na maarifa yote, tupate kumleta kila mtu, ndio asikiza, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Mtimilifu katika nani? Kristo. Ndio kazi ya wanafunzi walipewa, walipokea ujumbe, walipokea amri, wakaleta kiwete ndani ya kanisa, kikanuka kufurahi na kumsifu nani? Yesu. Kwa jina la Yesu walipokea nani? Yesu. Hello? Take change of your life. This is before this. So make it simple. Okay. Wakolosai. Grace went us on. That's what you do. Now, what do you have? Yanahusu kila pale barabarani, hata taracha mbili, hata wale wanauza nyanya, hata wale wanauza juu, hata wale wanauza futa, wanaweza kinywaji wanatalia hapo. Mama yake lazima kupunguza bei. Hapa mnamo habari yake ndio mami. Jumba hata napokea pombe kama jumba hapa. Na anaelewa. Kujinyonga less, kujiteka kitasi less kwa sababu ya ulafi. Ini dia sini kuliu, tunggu cukup kau bahan ini boleh tak sah? Ini sih salah sikit. Orang yang tahu kau salah, kita sekarang tu tahu kita, aku tak saja kisah sikit tu tahu. Sebab itu ada lepas sama jamnya, kita paling pom, paling jualan. Jadi mana tu meratinya itu kita. Kan
si pumba ambao zinahusu dunia ya sasa. Zinachanganyisha na fikra ya wanadamu wa kisasa. Hata kuwa mama yake si kazi, kuwa mwenzake si kazi, kuwa dada yake si kazi, ni kama kawaida. Wacha kuuliwa imekuwa kitu kama ya kawaida kwa sababu ya vile vitu ambavyo dunia kama tukio. Tungo unaweza kuelezea pale. Mimi nakwambia ni kama tu mwanangu. Wengine mtengeneza kama mbaraka. Wengine wanachukua sindano, wanalea kwa sindano stage. Kama unafuta sindano watoto, hata kijana akitembea kwa mnyama, hata akitembea kwa mnyama bila nguo, sio yeye kia baba. Wewe unalala kanisani na dunia imelala. Barafu utafanya nini? Kama unafikiri Yesu analala, ndio msipidi mazeweka. Kama kuna hata wote Yesu anawaambia bila nguo, ndio kama nimesema hapa, wengine hii ni digital ya kutembea kwa mnyama. Wewe ni hata hata mzee asiwe na haraka kufanya mtoto wa kisasa hiki hata kwa kike au mzee. Hata wa dada mtoto wako akiwa na maswali na mimi unaniangalia kwa nini? Si hata wewe utatembea hivi unatembea. Wachana na mimi na ukizidi nitakuachia unifunge. Anaenda wapi na kuachia mimi? Nikifikia kazi hata akiwa university hata akiwa form vile tunaenda kuombea sasa watu wanaombea tayari na form klasi. Hata walimu wasipojua wakatibu. Hiki sasa wanataka kuchoma shule, watachoma. Wakitaka kuchoma bani na shule basi, watachoma. Wakitaka kufunga mlango wa ofisi, watafunga. Walimu hawafanyi ni kunyenyekea. Wale wanataka kama watoto wamekuwa hapo. Unaeleza hivi sasa. Kile nyumbani hata bibi na mama wako ile kwa swali kukia Mungu. Hata wasiposome ndio mapara. Konde ni nataka kuisoko. Ndio kuu kama hivyo kama brandi. Kwa hiyo baba kaburi. Dunia imefika ndio sisi. Nataka ni mwana sai Kristo tumepokea Yesu, tumtangaze Yesu na kuona kila mtu tena tuwalete kwa nani? Kwa Mungu ama kanisani kwa mtu kupokea Yesu na kumsikia Yesu. Leo stand up and pray.